wanakuwa sawa. And that is what we are doing. Na tumesema pia ile higher education funding model tubadilishe ili watoto wa kutoka jamii maskini wapatiwe scholarship ya serikali, wakienda university ama wakienda TVET 90% wapatiwe scholarship, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba watoto wa kutoka jamii maskini pia wanaenda university kama watoto wa Wakenya wengine. Ndugu zangu, watu wa hapa Migori, mnasema tuendelee namna hiyo ama mnasema tuendelee namna gani? Tuendelee namna hiyo, tuunganishe Kenya, tusukume mambo ya watu wasome. Mmesema ni ajiri walimu wengine 20,000 wasomeshe watoto wetu. Mnasema tuwasaidie wakulima wetu watuzalishe chakula. Mnasema tupange ajira hawa vijana. Mimi nataka kusikia sauti ya vijana. Vijana wa Migori hoye! Vijana wa Migori hoye! Nataka munisikize. Vijana mnanisikiza? Nataka munisikize kwa makini. Sawa sawa? For the first time we have a plan on youth employment. Hii mpango hii ya affordable housing na hii mpango ya masoko hapa Migori tunajenga nyumba 10,000 mpya. Jana nimetangaza ya kwamba ile shamba ya serikali iko Migori town. Sasa tutatoa hiyo shamba tujenge manyumba 2,000 ya Migori hapa Migori town. Na tunahitaji vijana wengi zaidi ya 5,000 wa kufanya kazi ya program ya affordable housing na markets. Vijana wa hapa Migori, mko tayari ama mko tayari? Sikizeni tena, jambo la pili. Mimi nawapatia mpango ya ajira yenu. Jambo la pili, tumekubali pale Jitume Center, pale mambo ya ICT, kila mbunge, hata mbunge wenu hapa Bwana Paul Abor, tumemwambia ajenge ICT hub in every ward in hapa Rongo constituency. Na tunataka huyu mungwana, sikizeni, akijenga ICT hub, mimi naweka computer, mimi naweka internet, mimi naunganisha stima, mimi nalete walimu, ili hawa mahasla mnahangaika hapa, muende kwa ICT hub, mufinye computer, muweke pesa kwa mfuko. Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga ama mutangojea? Mutajipanga? Mutajipanga? Sasa wewe Bwana Paul, harakisha mambo ya hawa vijana. Wanataka pale, kwa sababu tayari tumekubaliana na kampuni nyingi duniani kwamba Kenya has the best human capital anywhere in the world. Na hawa vijana wanaweza kupata ajira wakati wanafanya kazi katika mitandao, ili mitandao isiwe ni mahali ya kutukanana. Mitandao iwe ni mahali ya kupanga ajira. And that is my commitment, ya kwamba tutazungusha mambo ya internet, tutahakikisha kwamba kuna ICT hub so that we can hire more young people in the digital workspace, tuhakikisha kwamba we have digital jobs that can supply labor to the global community from our homes. Na jambo la tatu, tumekubaliana vile vile ya kwamba sasa tuko na nafasi. Ujerumani wanahitaji Wakenya kufanya kazi. Marekani wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Australia wanahitaji vijana wa Kenya kufanya kazi. Hiyo mambo ya export of labor, in the last 2 years we have taken 200,000 young people to work outside Kenya. Na mimi nataka vijana wa Migori mujipange. Nyinyi mtajipanga? Mimi nauliza nyinyi, wewe mtu ya Migori, kazi ikipatikana hapa Rio City si unafanya? Ikipatikana Migori si utafanya? Ikipatikana Nairobi si utafanya? Ikipatikana London si utafanya? Ikipatikana Syria si utafanya? Ama nyinyi ni watu wa kuchagua? Si tumekubaliana kazi ni kazi? Si ile imepatikana unasonga na yeye? Ama mnasemaje watu wa Migori? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee? Sasa mwisho mimi nataka niwaambie viongozi wa taifa letu la Kenya, mimi nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa kupanga mambo ya kazi ya wananchi. Hii mambo ingine mingi ya kupanga siasa, kuna siku ya siasa itakuja, na hiyo ni 2027.
wanaume na wanawake watakutana kwenye debe. Wale watakuwa na bahati watasonga mbele, wale hawatakuwa na bahati watakwenda kuvua samaki, wengine wataenda kulima shamba. Hakuna problem. Ama namna gani? Mnasemaje nyinyi wananchi? Si nyinyi wananchi ndio kuamua? Mimi nauliza hapa Rongo, wewe mtu ya tarumbeta, ngojea sasa. Wewe mtu ya tarumbeta, nimeacha nikuulize. Nilikuwa nimesoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa ndio tuende mbinguni. Sasa hii tarumbeta, kwani tunaenda mbinguni leo? Ngojea na tarumbeta kwanza. Ama namna gani? Sasa niulize nyinyi watu waliosiri hapa, watu wa Rongo, si nyinyi ndio mtaamua nani ataendelea, nani atabaki? Si nyinyi ndio mtaamua MCA, muamue wabunge na maseneta na magavana na rais, ama namna gani? Si mtaamua nani amefanya kazi? Hapa hakuna kuamua kwa sababu ati sura, mtu wako na sura. Hii si contest ya urembo. Hatutaamua kwa sababu ati nani ni wa kabila gani. Hawa wananchi wanataka kujua nani yako na mpango ya kujenga barabara, nani yako na mpango ya kuunganisha stima, nani yako na mpango ya kilimo, nani yako na mpango ya ajira ya hawa vijana. That is going to be the yardstick upon which the people of Kenya will elect the next leaders. Wasifikiri ya kwamba watatuuzia ukabila ama chuki. Tunaelewana? Hasira, ukabila, chuki, migawanyiko haina bei kwa mambo ya kutafuta viongozi wa taifa letu la Kenya wa siku zijazo. Ni mpango ya vile Kenya itabadilika, vile tutapanga ajira ya vijana. Nataka niwaulize wale tunashindana na wao, waanze kujipanga kuuza ama kutafuta sera ya kuuzia hawa wananchi. Chuki na fitina na ukabila iko bei chini sana. That they cannot succeed with. Tumekubaliana jameni? Bas, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Wacha nianze na governor wetu Mheshimiwa